Ni muda mzuri ni mkaribishe baba ili aweze kutuletea neno la Mungu jioni ya leo. Tuombe. Ninakupenda Mungu kutupa kipindi hiki, bariki matoleo. Asante kwa shuhuda na taarifa ambayo Bwana tumeipata kutoka kwa wageni wetu. Asante kwa huduma na utumishi huo. Ninamuinua mtumishi wako sasa kunena na sisi neno lako la uzima. Baba, ukampake mafuta kuzungumza na sisi katika utukufu wako. Uwe na sisi, usitupungukie, katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Watu wa Mungu, katika ibada yetu ya jioni hii kumekuwa na mambo mazuri sana, kwa sababu tumesikia kile ambacho kanisa hili linafanya. Yaani taarifa ambayo sio taarifa ya kusoma, ni taarifa ya kuona. Na kwa kweli Mungu awabariki sana. Na kutokana na taarifa hiyo, nilitaka kufikiri kwamba baada ya taarifa hiyo tuombe tu, tumshukuru Mungu, na kisha tuende tukapumzike kuwa tayari kwa kesho. Lakini kwa kuwa ratiba yetu inatuambia ni vizuri tukawa na neno, nami ninapenda nitumie huu muda ambao tumebaki nao kama dakika 20 na kitu, tupite tu katika swali letu hilo la 4. Tupite katika swali letu la 4, na uzuri ni kwamba swali hilo la 4 mwandishi Mtume Paulo ni kama amelijibu yeye mwenyewe kwa ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sitakuwa na maneno mengi. Maswali mengine aliyaweka, lakini akayaacha kwenye mafumbo, na kwa maana hiyo niliona ni vema tupite vizuri kwa ukamilifu kuyajibu hayo maswali. Lakini swali hili Paulo mwenyewe amelijibu, ninaweza kusema kwa ukamilifu. Mimi nilikuwa nimepanga tu kwamba kuongezea nyama kiasi katika majibu ya Biblia yaliyowekwa na Mtume Paulo. Na kwa sababu huu ndio mstari wetu wa mkutano, nitapenda kusoma Warumi sura ile ya 8 mstari ule wa 34, na ndipo swali la 4 lipo, na Paulo mwenyewe akalijibu. Neno la Mungu linasema, ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Swali letu ni hilo, kwamba ni nani atakayewahukumia adhabu wateule wa Bwana? Kama lile swali la 3 unaongezea, hakuweka ile wateule wa Bwana, maana ningekuwa kama kurudia, lakini wanaozungumzwa pale ni wateule wa Bwana, kwamba ni nani anayeweza kuwahukumia adhabu wateule wa Bwana. Kwa kawaida mtu ili ahukumiwe huwa yanaanza mashtaka, na mashtaka hayo yanapimwa. Na ndio maana swali la kwanza la asubuhi ilikuwa ni kwamba ni nani atakayewashtaki wateule wa Bwana. Na mashtaka hayo yakipimwa yakaonekana kwamba ni ya kweli, mtu anatiwa hatiani,
na akitiwa hatiani basi anahukumiwa. Huo ndio utaratibu wa kesi. Wanaweza kufanya upelelezi, wanaweza kutafuta mashahidi, lakini wanachotaka ni kwamba mtu huyu athibitishwe kwamba ana hatia, ndipo sasa ahukumiwe. Maana ikionekana kwamba hana hatia, anaachwa huru, anatangazwa kwamba hana hatia au hana kosa, na kuanzia wakati ule basi mtu huyu anakuwa huru. Na sasa kwa mambo ya kiroho, mambo ya imani, mambo yanayowahusu wateule wa Bwana, ni kwamba wanaweza kushtakiwa, kama asubuhi tulivyojifunza kwamba wanaweza kushtakiwa na wengi. Kama wakishtakiwa kwa mambo ya dunia hapa, wanaweza kuhukumiwa. Lakini wakishtakiwa kwa mambo ya imani, mambo ya kiroho, ndipo sasa swali linauliza kwamba ni nani atakayewahukumia adhabu? Maana mhukumu pekee wa mambo ya kiroho ni Mungu au ni Bwana Yesu. Maana yeye amepewa hiyo mamlaka ya kuwahukumia hukumu au adhabu wale watenda dhambi, wale waovu. Sasa sisi wateule wa Mungu, kama nilivyofundisha asubuhi, ni kwamba tayari Bwana Yesu ameshafanya kitu. Na hapa kwenye mstari huu tena Paulo anarudia kazi ambayo Bwana Yesu ameifanya kwa niaba yetu, badala yetu. Na ndiyo maana baada ya kuuliza tu hilo swali, Paulo anaanza kulijibu. Anasema kwamba kwanza niseme kwamba kwa jibu hilo, kwa swali hilo, jibu ni hakuna. Tuanze kabisa kwenye msingi kwamba jibu la swali hilo ni hakuna. Lile swali la pili tuliona mambo hayo, lile swali la kwanza. Lile swali la pili tuliona kwamba na lenyewe ni hakuna, kwamba linalouliza kwamba ni nani kama Mungu yuko upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Jibu na penyewe tuliona kwamba hakuna anayeweza. Lakini swali la asubuhi tuliona kwamba jibu ni kwamba wapo wa kutushtaki, wapo, ni kadhaa au wengi. Lakini swali la 4 na lenyewe jibu lake ni kwamba hakuna. Kwa nini jibu linakuwa ni hakuna? Paulo ameweka vitu ambavyo vimefanyika kama uthibitisho wa kwamba hakuna wa kutuhukumu. Ameanza kwa kusema kwamba, kwanza amesema kwamba Kristo Yesu ndiye aliyekufa kwa ajili ya watu hawa. Kwenye mstari huo kwamba ni nani anaweza kuwahukumia adhabu, maana mhukumu ni Mungu au mhukumu ni Kristo mwenyewe. Sasa Paulo anasema kwamba hakuna wa kuwahukumu. Kwa sababu gani? Yule ambaye ana mamlaka ya kuwahukumu, yeye ndiye aliyechukua jukumu la kuwasaidia, la kuwaondoa katika hali ya hatia. Maana zile hatia ambazo tulikuwa nazo kama waasi, watenda dhambi, waovu, waliotengwa na Mungu, wamemwasi Mungu, hawana ushirika na Mungu, ni kwamba Yesu alipo kubali kufa msalabani, ni kwamba alituunganisha, alitupatanisha na Mungu. Kwa hiyo ndio maana hatua ya kwanza ya jibu, Paulo anasema kwamba Kristo Yesu ndiye aliyekufa kwa ajili yetu ili kutuhesabia haki, ili kutupa msamaha wa dhambi, ili kutupatanisha na Mungu kwa kifo chake pale msalabani. Kwa maana hiyo ule msingi wa mashitaka, msingi wa makosa, msingi wa kuonekana kwamba tutapata hatia, tutatiwa hatiani, ni kwamba Yesu ameshughulikia. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo
nani anaweza kuwahukumia adhabu wateule wa Mungu? Ni kwamba hakuna. Wakikuuliza kwamba kwa nini nasema hakuna, maana Yesu Kristo mwenyewe ndiye aliyekufa kwa ajili yetu. Pili, anasema kwamba na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu. Hili kipengele hiki sitakizungumzia kwa sababu tutakizungumzia kesho. Tatu, anasema kwamba yeye yuko mkono wa kuume wa Mungu akituombea. Akituombea. Hapo sasa ndio uone jinsi ambavyo hatuwezi kuhukumiwa Wakristo, watu wa Mungu, wateule wa Mungu. Kwa nini? Baada ya kusamehewa, baada ya kupewa wokovu, baada ya kupewa msamaha, wakawepo watu wa kutulinda, wakawepo wenye uwezo wa kutukinga, kwamba baadaye tusije tukarudi au tukaanguka au tukafanya tofauti na kile ambacho wamekitazamia. Yesu Kristo alipopaa mbinguni amekaa akituangalia, akiendelea kutuombea, kwa maana ya kwamba shetani anapotushtaki, Yesu yuko mahali pale, anasema kwamba anamwambia baba yake Mungu kwamba hapana, huyo tayari nimeifia hiyo dhambi inayoshitakiwa nayo. Akishitaki tena shetani kwa jambo jingine, Yesu anasema, maana yuko mahali pale pamoja na Mungu. Kwa maana hiyo ni kwa anatuombea kwamba tulindwe, tutunzwe, tuhifadhiwe katika ule utakatifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule mbinguni Yesu ana kazi ya kutuhifadhi, kutuombea. Maana Biblia ndio inavyosema kwamba tena yuko mkono wa kuume wa Mungu akituombea wakati wote. Kila kinachopelekwa kwa ajili yetu, Yesu yupo, anakisikia, halafu anakitolea jibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kinachobaki mtu ambaye kwa kweli anaweza akaamini na baadaye na akakaa huko kwenye maovu, ni kwamba huyo ina maana hakuamini kwa hakika. Ni kwa sababu Bwana Yesu yupo kwa ajili ya kutusaidia, kwa ajili ya kutulinda. Ndio maana Yesu mwenyewe wakati anazungumza na baba yake akasema hivi, na hawa ulionipa Baba nitawashika, nitawatunza, hatapotea hata, semeni watu wa Mungu, hatapotea hata mtu mmoja. Kama wewe utapotea, ina maana ulikuwa nusu, ulikuwa mguu pande, ulikuwa hujamwamini Yesu kikweli kweli. Kwa hiyo hilo ni sehemu ya kwanza, kwamba sisi hatuwezi kuhukumiwa adhabu, maana Yesu yuko pamoja na Mungu akituombea. Lakini yawezekana tungeliweza kusema kwamba lakini sasa yeye anatuombea mbinguni, lakini duniani vipi? Tuna msaada gani? Na hata duniani kuna msaada pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Duniani napo kuna msaada. Hebu tusomeni Warumi sura hiyo ya 8, tuanzie mstari ule wa 26. Kwamba Mkristo, mtu wa Mungu, mteule wa Bwana, ni kwamba mbinguni Yesu anakuombea, anatoa msaada, anakulinda, anakupigania. Lakini duniani, tusome Warumi sura hiyo ya 8, tuanzie mstari wa 26 mpaka 30, uone kwamba na huku duniani pia kuna mtu, kuna nguvu inayotusaidia. Biblia inasema kwamba kadhalika na Roho naye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Na yeye aichunguzaye mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa hutuombea watakatifu kama apendavyo Mungu. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, wale walioitwa kwa kusudi la nani? La kwake Mungu.
Mbinguni Yesu anatuombea. Duniani Yesu alipoondoka akasema kwamba sitawaacha yatima, sitawaacha wapweke, lazima niache wa kuwasaidia, ambaye akamwacha Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu unayajua haya? Je, mtu wa Mungu unayajua haya? Ni kwamba duniani napo Roho yupo kwanza kutusaidia katika udhaifu wetu. Sisi wanadamu tuna udhaifu mwingi sana, lakini Roho yupo kutusaidia katika udhaifu wetu kama inavyosema. Na Roho yupo kutusaidia udhaifu, yupo kutusaidia katika maombi yetu. Maana Biblia pia inasema kwamba sisi hatujui kuomba kama ipasavyo, kama itupasavyo, lakini Roho yupo kwa ajili ya kutusaidia hata kwenye swala zima la nini, la kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia mwandishi Paulo anasema kwamba lazima tunakuwa na hakika ya kujibiwa maombi yetu, kwa sababu anayetuombea kwanza anaichunguza mioyo, anajua ni nini ambao moyo wangu unataka, una mahitaji nao, na anachunguza kile ambacho ni hakika ni mahitaji yangu, kile ambacho mimi nakitaka, kile ambacho mimi nakihitaji, kile ambacho mimi nakiomba. Roho anapochunguza hawezi kukiomba kile kama hakiendi sawa sana mapenzi ya Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ataomba, maana yeye anajua kuomba kama apendavyo Mungu, ni kwamba ataomba sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaweza kupewa mahitaji yetu kwa sababu anayetuombea anachunguza nia ya mioyo, na kisha anaomba kama impendezavyo Mungu. Mstari huo wa 26 na 27. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu kama tungeliachua sisi kuomba, sisi hatujui kuomba apendavyo Mungu. Nitakupa mifano ya watu wachache ambao waliomba na Yesu akawaambia moja kwa moja. Twendeni kwenye kitabu cha Mathayo, mfano wa jinsi ambavyo watu wanaweza kuomba chochote, lakini kumbe wakaomba ndivyo sivyo, wakaomba kitu ambacho sivyo kama Mungu anavyopenda. Mathayo sura ile ya 20. Mathayo sura ile ya 20. Nikupe mfano wa Injili ya Mathayo sura ile ya 20, mstari tuanzie huo wa 20. Mathayo 20 mstari kuanzia wa 20. Mathayo 20 kuanzia mstari wa 20. Yawezekana tutasoma mpaka mstari labda wa 24. Biblia inasema kwamba ndipo mama yao wana wa Zebedayo akamwendea nani, Yesu pamoja na wanawe, akamsujudia na kumuomba neno, akamwambia Yesu akamwambia kwamba wataka nini? Akaanza kuomba kwa Yesu, akamwambia wataka nini? Akamwambia agiza kwamba hawa wanangu wawili waketi, mmoja mkono wako wa kuume na mmoja mkono wako wa kushoto katika ufalme wako. Yesu akajibu akasema, hujui unaloliomba. Bwana Yesu asifiwe. Akamwambia moja kwa moja kwamba wewe mama, hujui maombi yako unaomba, hujui. Na wengi tunapoenda mbele za Mungu kumwomba Mungu, yamkini tunaomba kama Yesu angelitujibu hapo, angelisema kwamba wewe unachoomba hujui. Mfano mwingine tuendeni kwenye Luka sura ile ya 9. Luka sura ile ya 9. Luka sura ile ya 9 mstari kuanzia wa 51 hadi
hadi wa 55. Luka sura ile ya 9 mstari 51 hadi 55. Biblia inasema ikawa siku ya kupaa kwake zilipokaribia kutimia, yeye aliukaza uso wake kwenda Yerusalemu, akatuma wajumbe kutangulia mbele ya uso wake. Wakaenda wakaingia katika kijiji cha Wasamaria ili kumtengenezea mahali, lakini wenyeji hawakuwakaribisha kwa vile alivyokuwa ameuelekeza uso wake kwenda Yerusalemu. Wanafunzi wake Yakobo na Yohana walipoona hayo, kwamba Bwana wetu hakukaribishwa, amekataliwa, ametutuma tukaandae na amechagua mji, lakini wamekataa. Yule Yakobo na Yohana walipoona hayo wakasema, Bwana, wanamuomba Yesu. Bwana, wataka tuagize moto ushuke kutoka mbinguni uangamize hawa kama Elia alivyofanya? Akawageukia akawakanya akasema, hamjui ni roho wa namna gani mlionaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa Mungu, yawezekana kabisa tunaomba, lakini je, tunamhusisha Roho Mtakatifu atuelekeze, atuonyeshe kile ambacho tunapaswa kukiomba itupasavyo, tunapaswa kukiomba kama apendezavyo Mungu? Je, tunafanya hivyo? Watu wa Mungu, unaweza kukuta kwamba ukaomba kweli, ukaomba, lakini yamkini labda unachokiomba ni kwa ajili ya ubinafsi wako. Yawezekana unachoomba kwa ajili ya kufedhehesha watu wengine. Yawezekana unachokiomba unaomba ili baadaye kikutoe katika leli, kikutoe katika njia. Yawezekana ukaomba hivyo. Watu wa Mungu, ni kwamba hatuwezi kuhukumiwa kwa sababu hii moja, ni kwamba tuna msaada mbinguni. Bwana Yesu anatuombea, lakini duniani pia yupo roho anayeomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, ambako kwa kweli ni maombi ambayo lazima yajibiwe, lazima Mungu asikie, lazima Mungu atende, maana ni maombi ambayo yanaombwa kama apendavyo yeye. Niwape mfano kwa watu ambao waliomba maombi kama Mungu anavyopenda. Niwape mfano na penye nitatoa mifano miwili ya kibibilia. Mfano wa kwanza, twendeni katika Kutoka. Mfano wa kwanza, twendeni katika Kutoka sura ile ya 14 mstari wa 12 hadi wa 15. Kutoka sura ya 12. Kutoka sura ile ya 12. 14, samani. Kutoka sura ya 14 mstari wa 12 hadi wa 15. Mfano wa watu ambao wanaomba kwa kuugua, lakini sawa sawa na Mungu apendavyo. 12 nasema, nimefungua hesabu. Kutoka 14 mstari wa 12 inasema, neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkaone wokovu wa Bwana ambao atawafanyia leo, kwa maana wa Misri hao mnaoona leo hamtaona milele. Bwana atawapigania ninyi, na ninyi mnyamaze kimya. Bwana akamwambia Musa, mbona unanililia? Wakati Musa anazungumza na wana wa Israeli, na huku anaomba, na huku anamlilia Bwana, na huku anaugulia kwa Bwana
ujulikane kwamba wewe ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli Mungu akafanya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa wala hatuambiwi kwamba Musa akaanza kuomba nani, lakini Mungu anapoanza kusema anamwambia kwa mbona unanililia. Analia kwa ndani, analia bila sauti, analia bila machozi. Kwa sababu gani? Moyo wake ameupeleka, ameuelekeza, ameumimina kwa Bwana. Na ndipo mdomo unasema na wana wa Israeli kwamba msiogope, endeleeni. Yani Mungu anawapigania, lakini ndani yake anaomba kama impendezavyo Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Watu wa Mungu, maombi yetu ni lazima tuyabadili, tumuhusishe Roho wa Bwana, maana yeye ndiye anayetusaidia katika udhaifu. Yeye ndiye anayejua kuomba kama Mungu anavyopenda. Yeye ndiye anaomba kwa ajili yetu, kwa kuchunguza nia yetu ni sahihi au nia yetu labda ni kinyume. Huyo ni mfano wa kwanza. Mfano wa pili ni Hana, ambaye yeye tunamfahamu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana ilipofika mahali amebezwa sana na Penina, amesumbuliwa sana, pamoja na kwamba Elikana mume wake anampa portion mbili. Ni hiyo ya Hana ni katika Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 12 hadi wa 15. Samueli wa kwanza sura ile ya kwanza mstari wa 12 hadi ule wa 15 hadi ule wa 15. Watu wa Mungu, Hana akafika hekaluni, akaanza kumimina moyo wake. Anatamka, hayasemi maneno, lakini roho ndani yake anaomba pamoja naye kama impendezavyo Mungu. Anamwambia kwamba Mungu kumbuka. Na kwa kweli Mungu lazima unikumbuke, kwa sababu sasa imefika mahali hali ni ngumu. Na Eli alipomwangalia akaanza kumwona kwamba ni mtu amelewa, ni mtu ambaye anamwambia kwamba wewe mama, utaacha lini ulevi wako mpaka unauleta hekaluni? Akamwambia hapana, 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 mtumwa wako sio mlevi, ila mimi nina agenda, ila mimi nina mradi, nina project, mimi nina kitu cha muhimu ambacho ninampelekea Mungu kama apendavyo yeye. Na Bwana alisikia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Na nitaomba mama askofu Majige uje hapa mbele uombe. Watu wa Mungu, hatuwezi kuhukumiwa adhabu sisi tuliomwamini kweli kweli Bwana Yesu, maana mbinguni tuna msaada na duniani tuna msaada, na misaada yote hiyo inatulinda, inatukinga, inatuwekea wigo, inatuwekea uzio kwamba tusije tukafikwa na madhara ya kuondoka katika imani. Na tuombe pamoja. Mungu wetu na Baba yetu, Mungu naye tupenda, asante Mungu kwa ajili ya neno lako ambalo Mungu limepita katikati yetu. Asante kumtumia mtumishi wako kama upendavyo. Asante Baba kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye alikuwa ndani yake, ndiye aliyemwezesha kuleta ujumbe huu. Baba Mungu, nakushukuru sana. Na sasa Baba, ujumbe huu ambao ametuletea mtumishi wako, tunahitaji Baba huyo Roho Mtakatifu atuwezeshe Baba kuweza kulicheua hili neno, kuweza Baba litusaidie katika maisha yetu tunapokuwa katika ulimwengu huu. Tunakushukuru Mungu kwa kuwa utakuwa pamoja nasi, kila mmoja wetu Mungu, kadiri Roho wako Mtakatifu alivyo. Tumelipokea neno lako, tunaomba Baba ufanye kazi ndani ya mioyo yetu. Roho wako Mtakatifu ndiye mtendaji wetu wa kazi, atuwezeshe
na atupe neema ya kulifanyia kazi katika maisha yetu. Asante Mungu kwa kutupenda. Endelea kutupenda Baba kama tulivyo, na neema yako Baba juu yetu. Tunakushukuru Mungu, hukutuacha watu yatima. Ulimtuma Roho Mtakatifu ambaye yuko. Bwana Yesu, nakushukuru na kuhimidi. Ninasema asante Baba kumtumia mtumishi wako. Asante kwa ajili ya mkutano huu wote. Neema yako itutembelee sisi sote. Wakati tunapoenda majumbani mwetu, tulicheue hili neno lako na tulifanyie kazi katika maisha yetu. Tunakushukuru Mungu kutukomboa. Endelea Baba kuwa nasi na kutusaidia na kutuwezesha katika yote. Tukiomba na kushukuru Mungu ni katika Kristo uliye Bwana na mchungaji wetu. Amen. Bwana tubariki sana. Bwana asifiwe.